What's up, is your boy Shabin. See, story come. Okay. Nataka niwaambie tena story fulani hapa hivi. Kuna hii story ya kuna siku fulani ikiwa kazini pale Outer Ring Road hapo along Southern Spring Kariobangi. Mida za kitu saa 2:30 ya usiku. Kama kawaida, tulikuwa tumezoea magari zinakaa zinapita. Okay, jam ilikuja ikavurutwa ikaisha. Sasa kuna ile ikaje ikashikana kidogo tu, lakini ilikuwa ina move. But the velocity of vehicles haikuwa ina move that much faster. Kidogo tu, tuko na lori fulani imetoka na huko chini, hizo side za Harmony. Mawe. Kufika za pale kama ikapatana na jam kidogo, si ikabidi dereva amepunguza speed. Kupunguza speed nyuma yao mbogi. Kamjeshi ilikuwa imeshona ni aje. Wase wandudhi wamemwokalize. Na ukiangalia mayo walikuwa wale mayo like harada, unapata kama uko na kitenje kako hapo yenyewe msee, kuna vile tu unaisunda. Yenyewe hiyo sura nayo ilikuwa ibembelezi, yani ibembelezi security ya msee. Sisi kama mahoka si tulidispass ourselves. Yani kila mtu ni kihuti. Sisi tukatoka tu za hivyo tukawapatia space ni aje. So ile lori kupita, sasa si kutupita hivi tukaangalia nyuma. Mlango iko wazi. Na hii mlango iko wazi. Ojandewa amebeba na ndudhi moja, senke moja hivi imebeba kama wadhi wanne. Sasa kuna dere, alafu kuna hawa watu mtu tatu yenyewe wanashuka. Walikuwa wanaenda kwa hiyo gari, wanachukua vitu. Yani sasa sisi tukakuwa na ile mind ya hawa ni wezi wanaibia lori ya kampuni. Sasa sisi tuko pale tu kujionea. Lakini wako zile za hawana shughuli na mtu, ni ondai tu wako na shughuli nayo. Sio tu sisi tulikuwa like rada, kwani ni nini na happen hapa? Wacha tu sisi tutupe tu macho, lakini tusikaribi. Manake hiyo mbogi ya hapo hiyo ni mbogi hata unaweza ukienda kwa Saksua utapata wamebeba mabila. Mimi nikasema ni sawa tu, acha nichore. Msee mimi, lakini hiyo lori ilikuwa ile time inazidi tu ikisonga. Nikasema ana madingo kweli. Lakini design wako nayo unaona tu wana ni madingo, dressing code nayo. Mimi sasa nikasema hapa hebu acha niangalie. Sasa nikakuwa na kale ka spirit ya kukafuatako kagari. Nini wasi. Ndo nikaona kuna mashuge, kuna mchele, kuna nini. Nikasema mimi kama nani? Mimi nani? Mimi nikasema hapa itabidi pia mimi nicheze kama mimi nikatoka za hivyo tu ninafuata hiyo lori pole. Kafika pale za roundabout. So roundabout hapo kuna kijam kidogo hivi. Mimi naona tu kuna ndai fulani hivi, ilikuwa Mazda Dem ya color red. Ilikuwa na kai ya color red. Nikaona huo dere ameteremsha kio na ka stretch mkono, na kuna mdi fulani alikuwa ndani hiyo lori. Hapo ndani tu msemo mmoja tu hivi. So ule mjamaa akatoa mkono zake zote mbili, akasema bwana pia mimi munipe. Nikasema kumbe hii ni chakula ya umma manze. Na mimi nilikuwa tu niko zile za hapa mimi kama nimetupanisha rada, nimetupanisha mbao. Mimi kusikia mimi kuna tule mjamaa pia tu venye ameteremsha kioo na ni mtu wa personal. Akapatiwa. Mimi naye ni nani? Nilienda huti mpaka kwa hiyo lori. Msee nikaingia ndani. Kuingia ndani pale nilipatana na mbogi, nikasema hapa hata tenje inaweza lakini hawakuwa na hata idea ya msee. Walikuwa na idea ya mdifu. Mimi kwenda pale ni jini ya kulia ka 1 kg kangu ilikuwa ya marago ya kamande. Mimi nikabeba kamande kangu hapo hivyo na kimchele kilo moja. So hapo after nimeshuka kuna kuaga na mamokoro wawili pale, wanakuaga mmoja anauza makladi lakini za madenge hivi na tubra, na kuna mwingine hapo anaitwa tunamuitaga Nyarukuyu. Nyarukuyu yani hiyo ni tamu ya kijaka manze. Nyarukuyu inamaanisha msichana wa Kikuyu. So mimi ule Nyarukuyu wao pia walikuwa pale waki-witness. So wao Nyarukuyu kuniona kama mimi nimeruka kwa hiyo lori, nikatoka na baburi nikatoka na bidhaa zangu So ile kutoka na bidhaa zangu
yako zile za Jaka Baba ananiitaga hivyo, Jaka Baba nipe moja. Nikamwambia Nyarukuyu, mimi hata sijaangukia kama wale wameangukia vitu mob. Unapata msee ameshaonesha gunia, man, gunia imejaa full. Huo mjamaa naye alikuwa amejishindia. Kumbe ilikuwa ni history ya by election, ilikuwa hii period ya by election. Kuna mwanasiasa fulani, sijui ni huyu David Wanyoike ama sijui yule ni wa Kariobangi, kitu kama hiyo. Ni huyo David Wanyoike, I think so. Ndio alikuwa amepatiana ile chakula ya wanasiasa. So alipatiana hiyo food kwa wananchi. So ni kama ule Dere na huo konda wake walikuwa wanataka kucheza za uboshonte, lakini wadhi walikuwa zile za sisi hapa naye tuko na nyinyi hadi mwisho. So kufika za pale, hawa jamaa hata wakusepa nazo. Ilibidi hawa wase wametumia nguvu, man, walivunja kwa mlango msee, wakajinyakulia mdifu msee. So wale wadhi wa huko, wale ma citizens wa huko ni kama hawakupata chochote. Mimi naye nilijishindia na hiyo mimi kufika mpaka hivyo kwa nyumba manze. Nikasema wasajam. So manze, na hiyo siku pia nilikuwa Kidale. Alafu hiyo day pia mimi kufika kwa nyumba, man. Sasa hiyo hata sikuwa pia kuna vile job hii kujipa hiyo day. Mimi nikasema hii suru sajam come through in another way. Mimi niko na mdifu mwana. Na hivyo tu hiyo by election sasa manzi. Hiyo by election ilikuwa na vurugu, lakini mdifu naye tulidishi, mimi nilidembua, man. Yaani kwambie tumbo yangu ilishona manzi. Hata mpaka mimi na njaa jo. Hatukuwa like tulikuwa tu like ni kama Al-Shabaab na Kenya, man. Lakini mimi nashukuru wanasiasa alidishisha wase wengine hapo fiti, na iko tu sawa David Wanyoike, mahali jinsi ulishinda hiyo kiti. Congrats. Wewe sasa chapa kazi kwa wananchi, and that is where my story ends Hapo ndo story yangu inakatizia, hapo ndo sasa itabidi mwangalia more, na munifollow pale YouTube kama Shabin C.